Somaliland ilijitangaza kuwa huru kutoka Somalia mwaka 1991 na hilo lilifanyika baada ya Somalia kutumbukia katika vita vya wenyewe kwa wenyewe vilivyosababisha maafa makubwa. Hata hivyo, historia ya eneo hilo inaanza mapema zaidi. Kabla ya hapo, mwaka 1960, Somaliland ilikuwa huru kwa muda mfupi kama koloni la zamani la Uingereza, yaani British Somaliland. Baadaye iliungana kwa hiari na Somalia. Na licha ya kujitawala kwa muda mrefu baada ya kujitangazia uhuru, Somaliland haijawahi kutambuliwa rasmi na nchi yoyote ile duniani. Hali hiyo imechangiwa zaidi na msimamo wa Umoja wa Afrika kwamba kutambua maeneo yaliyojitenga kunaweza kuhamasisha harakati kama hizo katika maeneo mengine ya bara hilo. Na msimamo huo wa muda mrefu ulitikiswa mwishoni mwa Disemba 2025. Wakati huo utawala ghasibu wa Israeli ulitambua Somaliland kama nchi huru yenye mamlaka kamili. Hatua hiyo imelaaniwa vikali na kutajwa kwa kejeli kuwa ni utawala haramu unaotambua utawala mwingine haramu. Serikali ya shirikisho la Somalia imelaani vikali na kupinga uamuzi huo na imesisitiza kuwa Somaliland itabakia kuwa sehemu ya Jamhuri ya Shirikisho la Somalia. Umoja wa Afrika nao pia umejitokeza na kupinga hatua hiyo ya kichochezi ya utawala wa Israeli. Mwenyekiti wa Tume ya Umoja wa Afrika, Mahmoud Ali Yusuf, amesema kuwa umoja huo unakataa kwa msimamo thabiti jaribio lolote la kuitambua Somaliland kama eti nchi huru. Aidha, ameonya kuwa kudhoofisha umoja wa Somalia kunaweza kuweka mfano hatari wenye madhara makubwa kwa amani na utulivu barani Afrika. Wakati huo huo, wasiwasi kuhusu usalama wa kikanda umeongezeka. Harakati ya Ansarullah ya Yemen imetangaza kuwa italenga uwepo wowote wa utawala wa Israeli katika eneo la Somaliland. Kiongozi wa Ansarullah, Abdul Malik al-Houthi, amesema kuwa utawala wa Israeli unalenga kuigeuza Somaliland kuwa kituo cha kimkakati cha kijeshi cha kudhibiti Ghuba ya Aden, lango bahari la Bab el-Mandeb na pia bahari ya Sham. Na mvutano kuhusu Somaliland umezidi kushika kasi mwezi Juni. Wakati huo, rais wa eneo la Somaliland, Abdurrahman Mohamed Abdullahi, alitembelea utawala wa Israeli. Akiwa katika ardhi hizo zinazokaliwa kwa mabavu, alifungua kile kilichoelezwa kuwa eti ni ubalozi wa Somaliland mjini Al-Quds au Jerusalem. Wachambuzi wanasema kuwa utawala wa Israeli kwa hakika umeitambua Somaliland kama sehemu ya njama hatari za kusambaratisha nchi za Afrika na pia nchi za Kiislamu. Kwa mtazamo huo, utawala wa Israeli unaunga mkono kuibuka kwa harakati za kujitenga. Njama hiyo inaonekana wazi katika nchi zenye migogoro hivi sasa kama vile Libya, Yemen, Sudan, Somalia na pia Syria. Na katika kuchochea Somaliland ijitenge na Somalia, utawala wa Israeli unalenga kuwa na ngome ya kibeberu katika njia muhimu za baharini. Eneo la Somaliland linapakana na lango bahari la Bab el-Mandeb. Eneo hili linaunganisha bahari ya Sham na Ghuba ya Aden na hupitisha takribani 12 hadi 15 ya biashara yote ya baharini duniani. Kadhia ya Somaliland kujitenga na Somalia pia imeibua wasiwasi huko China. Eneo la Somaliland sasa lina uhusiano wa kidiplomasia na eneo la Taiwan ambalo limetangaza pia kujitenga na China. Hatua hiyo inapingana na sera madhubuti ya Beijing ya China moja. Na kwa msingi huo sasa, China imetangaza kuimarisha uhusiano wake wa kijeshi na Somalia. Kwa kuzingatia hali hiyo, ni wazi kuwa eneo la Somaliland litageuka na kuwa kitovu cha misuguano katika siku za usoni. Hakuna shaka kuwa hatua ya utawala wa Kizayuni ya kutambua Somaliland kama nchi huru inatarajiwa kuvuruga zaidi usalama katika eneo hilo muhimu la Afrika na maeneo ya karibu. Suala la Somaliland ni dalili tosha kuwa watawala wa Israeli hawataki kuona Afrika ikiwa na amani, bali wanalenga kuibua migogoro na misukosuko barani humo. Kwa hivyo, ili kuzuia hali kuwa mbaya zaidi, nchi za Afrika na Asia Magharibi zinapaswa kuungana na kukabiliana kwa pamoja na tishio hili jipya. Lakini swali ambalo wengi wanajiuliza ni hili: je, Afrika itachukua hatua kwa wakati kuzuia hatari hii mpya
kabla haijageuka na kuwa janga kubwa zaidi?